Wow. Karibu tena kabisa. Muda wetu mzuri wa kuchambua somo letu deliverance ya kweli. Tukiwa tumefika somo letu la 43. Kipengele ni cha 4. Namna gani tulivyopata vifungo na laana kwa sababu ya dhambi zetu wenyewe. Tumeongelea mengi sana. Tumeongelea mengi sana kabisa. Tuliongea jana kuhusu wizi. Usiibe jamani, ndio maandiko inatukataza aliyeiba asiibe tena, kwa sababu inajulikana kiroho kabisa kwamba kuiba iko na vifungo mingi sana. Leo sasa kabisa tunataka kuzama. Tunataka kufika kitu ama dhambi ya uasherati, dhambi ya uzinifu. Tunataka kuona vile nayo kabisa inafunga watu. Sasa hii ndio tatizo kubwa sana. Ningesema kuna dhambi kubwa na ndogo. Sasa hii ndio kubwa kabisa kuliko zote. Hii hata Biblia inatambua hii. Hii kuna tatizo kubwa. Biblia inasema vizuri kupitia hii. Inaitambua kwamba hii ni hatari sana kuliko zote. Hebu tusome Wakorinto wa kwanza sura 6, 15 na 18. Wacha nisome hii vasi tupate kuelewa. 15 inasema hivi: hamjui ya kwamba miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hapana hata kidogo. Hamjui ya kwamba yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Kwa sababu anasema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja na Bwana. 18 kimbieni uzini. Kimbia kabisa uzinifu ama uasherati. Kimbia kabisa, hiyo ni jambo la kukimbia. Hebu nimalizie. Kwa nini anasema tukimbie? Kwa nini anasema kimbia uzini? Kwa sababu zipo vifungo mingi na laana nyingi. Wacha nimalizie verse 18, kimbieni uzini. Kwa nini? Kila dhambi mtu anayofanya ni nje ya mwili, lakini yeye anayefanya uzini au uasherati anafanya dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Jamani. Anasema hivi: mahali kuna uasherati, mahali kuna uzinifu, hapo usingoje muda ingine. Hapo kimbia kabisa. Kumbe ndio maana Joseph akakumbuka, akasema hii lazima nikimbie, kwa sababu alikuwa ameelewa. Sikia mwandishi wa hii Biblia anasema, jamani, ili upone hizi vifungo zinazopitia uzinifu na uasherati, kimbia. Hiyo haina, hapa hakuna kubembelezana. Hapa anasema kwa sababu hii, kwa sababu dhambi nyingine, yaani kusema uongo, kuiba,
kutukana, kwenda kwa wachawi na masengenyo. Hizo dhambi nyingine zinatendeka nje ya mwili. Yaani unadanganya mtu akiwa nje ya mwili. Unaibia mtu kule nje. Mikono ndio inaiba huko nje. Lakini anayefanya uasherati ama uzinifu anafanya dhambi juu ya mwili. Kwa lugha nyingine, ndani ya mwili wake mwenyewe. Hiyo sasa yaani hiyo shida imeingia kabisa ndani ya damu. Hiyo ni damu, hiyo inaingia kwa damu. Mengine hayafiki damu, mengine hayafiki ndani ya mwili, mengine unayatenda nje, lakini hii unashirikisha mwili na damu. Wow! Sasa sikia. Sababu wengine amesema kwa sababu haujui. Wewe ndio hujui. Yaani wewe unayefanya uasherati na uzinifu, wewe ndio haujui madhara ya uasherati na uzinifu. Hivyo ndio alisema hamjui kwamba anayeungwa na kahaba anakuwa direct mwili mmoja pamoja naye. Yaani mumeungana mwili, mumefungana vifungo. Hiyo terme ndio natafuta, mumefungana. Ati kwa sababu hii mbingu ama Baba alipounganisha Adamu na Hawa, akasema kwa sababu ya hii mwanaume ataacha wazazi wake na mke wake ataacha wazazi wake, na watakuja kuambatana na mume wake na watakuwa mwili mmoja. Hawa si wawili tena, hawa wamekuwa mtu mmoja. Sasa hii lazima nitafunza bwana, hiyo iko na mambo. So nasema kimbia kabisa. Ukiona dalili ya uasherati na uzinifu, hapo kimbia. Hiyo inaletaka vifungo vingi katika maisha ya watu. Hiyo inaletaka hasara nyingi. Ndiposa kwa Agano la Kale muasherati alikuwa natupiwa mawe au kufe kabisa. Wacha nifanye hapa picha. So anasema hivi, yaani ukiungana na kahaba mumekuwa mwili mmoja. Sasa wewe kijana ndio huyu. Hii somo naomba isaidie vijana na wasichana. Yaani kama hujaingia ama hujawahi onja hiyo dhambi, kimbia kabisa. Usijaribu. Vijana ninyi ndio mtasaidika sana kuliko sisi ambao tuliingia ndani ya hizi mitego na vifungo tukifikiri tuna enjoy. Sikia, huyu ni mwanaume. So Biblia imesema hivi, huyu mwanaume akilala na kahaba wanashikana, wanafungwa kwa kamba, wanakuwa mwili mmoja. Okay, si wawili tena, kuna kamba imewafunga, wamekuwa mwili mmoja, wamechanga damu. Hii ni damu ndiyo imewaunganisha. Wamepeana wamechanga damu. Damu ya huyu imekuwa ya huyu kahaba na damu ya kahaba imekuwa yake. Unaona sasa? Ukienda kulala na msichana wa pili na kamba hiyo inawafunga,
tena mnakuwa mwili mmoja, kwa sababu mumechanga damu. Umekuwa mwili mmoja na huyu na umekuwa mwili mmoja na huyu. Oh Jesus, oh help us. Ukilala na watatu hivyo, kamba imekushika, kamba imewafunga, mumekuwa mwili mmoja. Ukilala na waine tatu, bado kamba inakufunga. So wewe mwanaume mmoja unakuwa na wanawake wangapi? Ine. Na kama huyu ndiyo msichana amelala na wanaume 10, basi amefunga ndoa na wanaume 10, yaani ameolewa mara 10. Hiyo ni kali, Kwa sababu ya hii, Kwa sababu ya hii watu wameshaingia vifungo. Watu wameshaingia laana nyingi kwa sababu ya hii. Ndiposa Yesu Kristo akakutana mwanamke mzinifu, mwanamke kwa kisima. Akamwambia, niletee mume wako. Niletee mume wako hapa. Akamwambia, sina mume. Lakini Yesu anamuona yeye, wote anasema, uko na wanaume 5, hata wa 6 uliye naye kwa nyumba saa hii, naye sio wako, ni mume wa watu. Ni mume wa watu. Unaona sasa? Kumbe Yesu aliona hii kamba, huyu mtu ameshapita na wanaume 5 na saa hii ako na wa 6. Hii kamba imemuunganisha. So Yesu anaona ndoa 6 kwa mwanamke mmoja. Sasa huyu ataolewa namna gani? Mungu sasa atamupa mke mwingine mgani? Huyu ameshaolewa mara 6. So aolewe nini? Aolewe nini? Unaona sasa? So huyu akiomba mbingu, maombi yake hayasikiki. Mbingu inaona huyu ako na wanaume, ako na ndoa 6 mara moja. Apewe mume wa nini? Apewe ndoa ya nini? Wabinti ambaye mumeshalala na vijana. Kwanza mumechoka na vijana, mukapanda stairs, mukapanda escalier ya wababa, waume wa watu. Hapo kuna mambo, sikia. Acha niachie hapo kwanza, hii kitu tuchambue vizuri. Uzinifu, kimbia. Uzinifu nasema kimbia. Biblia inasema kimbieni uzini. Hiyo iko na vifungo mingi na laana nyingi. Sikia. Abraham, pardon kakule. 07 plus 254 07 86 98 70. Mungu akubariki. Hii kitu tunachambua vizuri sana.